much for being precise. Kindly 2 minutes. Order, member. Kindly order, member. Comrades, power. Comrades, power. As for the record, kwa majina anaitwa Ken Ochieng. Kwa majina anaitwa Ken Ochieng. Mimi ni founding member ya hii vuguvugu la bunge la wananchi. Nataka nikianza kusema some friends of mine na wanawaambia hapa ati economy ikigrow lazima fail. Hiyo ni a very blanket stay. The society is made up of different sectors. Iko vijana, iko mtu wa stroli, iko mtu watu wa aina ya the society iko na watu wa aina wengi, different people. Iko age group tofauti, iko wa mama, iko wakulima, iko mabroka, iko kila mtu. So kama wewe tuseme uko hapa na hujaona hiyo pesa kwa mfuko, haimaanishi mwingine hajao. The economy is growing at different. Kama nataka I want to mention one by one, sector by sector. Wafanyikazi wa Mewa Sugar Belt ya Western Sugar Belt, mafactory huko ilikuwa imefungwa sasa. Hiyo mafactory imerudi, wanalipwa kila wiki mpaka wanapanga bonus. They are feeling the effect of this government. For the record. Wewe kama upandi miwa, huwezi expect to feel hiyo. No. Kama upandi miwa huwezi ona. Kama upandi miwa huwezi ona bonus. The most siko hapa kukufurahisha. Siko hapa kukufurahisha. Not Maleza. Ndio nimeanza. Ndio nimeanza. Sio kwa hiyo. Then control them. Bye. Pili. Juzi mmeona king wa Netherlands amekuja. Netherlands ile kitu wanapokea kutoka hapa ni maua. Wakulima wa maua biashara yao ilirudi vizuri more than 4 months ago. Listen. Hata si lazima utembee mbali. Ingia nyuma ya hii manyumba hapa ndio wanafanya hiyo biashara ya maua. Niko na marafiki yangu sasa hiyo wataki kelele hii mnaletea. Wako airport kila siku wanasafirisha maua yao vizuri. Ndio niwezabia moja na hesabu moja alafu nirudi kwa mambo mengi. Bei ya unga. Nyinyi wote mnajua Uhuru akituachia serikali unga kilo 2 ilikuwa 250. Sasa hii unga gorogoro ni pesa gani? 2 kg gorogoro ni 2 kg. Hiyo ni pesa gani? So if you are not in that sector of basic growing, if you are not in that, you will not fail it. Wewe unasema uchumi ni ba? Nikienda kwa mambo ya saa. That is your nonsense. Ochieng, be orderly. Then control them. No, be orderly. Bas, we are team. I will control them. And 1 minute. As long as they don't interrupt. Kisha, mimi nakwambia ndugu yangu, kama hujaregister iko watu wengi wajaregister. Omba kwa bahati mbaya usiwe mgo. Kwa sababu ukienda pale kwa reception wakiangalia kama uko kwa register utakufa kwa reception. Wachana na hii porojo mnaletea. My own grandmother. What does it what? Mimi kumregister. Ile nichukua mara 7 na jaribu lakini saa ile ingie. Sasa ukianza hiyo kazi ujue iko na pro. Iko watu wewe payslip yako inasoma 15,000. Kwa bahati mbaya umepata male, baadaye uende Mama Lucy bali sha itakugharamia unaenda Nairobi hospital. Unarudi kupiga nduru sha ifanye kazi. Sasa wewe hizi vidole hazitoshani. Iko mtu wa Nairobi hospital, iko mtu anahitaji sha. Wewe kani mtu wa payslip ya 12,000 ya watchman, enda Mama Lucy, enda hii
usipatikane Nairobi West alafu unakuja kupiga debe. Nikimaliza hii uchumi ilikuwa ni kama imeanguka kwa mtaa. Process ya kuvuruta itachukua kama hujafikiwa. Hii watu wa mtandao wanapiga kelele kama content creation bado haijarecover. Wewe tuombe tu ila recover. Mkulima, mtu wa maziwa are already on a path of recovery. That default shilingi imestabilize. Kama unataka economic indicator, shilingi imestabilize, Eurobond imeli. But the elephant in the room is debt repayment. If you want to go radical, nikimaliza either mupeleke hii maandamano Bretton Woods tu, you ask for rescheduling of debt repayment. Hiyo ndio maandamano unaweza kufanya ni ofisi ya World Bank iko hapo. Mkusanye muende huko na barua kubwa. Useme hii deni suspend for the next 2 years. Watupatie muda. Hiyo pekee. Hapa sio mvumilie vile inalipwa pole pole na William Ruto aendelee kufufua economy. Asante kabisa. Please, 1 minute each, please. Time is not on our side. Bunge power. In the interest of time, I'll only talk about debt. My name is Nyanjom Joshua. Issue of debt. I want to give a stern warning to those who are giving Kenya this mkopo, because last year June we saw youths walilala hadi kwa barabara wakisema Kenya hatutaki deni tena. Yana tuliona CS pale kwa television akituambia that we would stop borrowing. Alituambia we would stop borrowing. Sisi tunaambia CS that Kenya hatutaki deni, hatutaki mkopo. In the next 20 years, so be it. This Gen Z generation ndio watakuwa pale kwa executive. And I'm telling these international communities wenye wanaendelea kukopesha Kenya deni, that when Gen Z will occupy those offices, be rest assured that hiyo deni hatutalipa, kwa sababu hao wenye wanakopa hizo deni saizi wanatumia hizo deni kununua shamba, wananunua shamba mpaka kwa watu wenye wako na disabilities. Kenya watu wamechoka kwa sababu hizo deni, hata projects zote zenye hizo deni wamekopa ziko stall. Pesa zinakopeshwa ili ifund the current financial year. Hiyo half of the deni inakuwa factored in to pay wanasiasa wenyewe. Sisi kama vijana tumesema Kenya hatutaki deni. If you give us more deni, be rest assured that in the next 20 years, ndio najua hizo deni zenyu zitamachua. You will come with your forensic auditors, audit tuwaambia hii shamba ilikuwa ni yule president mwenye alikuwa mkiboro hiyo. Sell this land, you recover your debt. This house hii imebuildiwa hapa ilikuwa ya yule mwanasiasa, hiyo pesa hiyo wakati pesa ilitolewa. Tafadhali World Bank, Arabic Nation, we rest assured that as Gen Zs tunawatumia emails in the next 24 hours that Kenya hatutaki deni. Thank you. Comrades power. Those who don't know, my name is Nicholas Bundus from Kisika.